niweze kuwakumbusha na kujikumbusha nafsi yangu kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanijalia. Lakini katika msafara wa mudiri yupo Sheikh Ibrahimu, yupo Sheikh Mwakiguma, yupo mjomba Kibwana Sheikh. Walikuwa wao wanastahiki zaidi kuongea na hadhara hii, hasa ukiangalia hadhara hii ni kubwa, lakini ndio tabia yao, huwa wanapenda wale wadogo zao na wanafunzi wao wasimame mbele yao waweze kuwasikia yale ambao waliowafundisha. Pia wapo walimu na mashekhe wengine waliotajwa ambao wengelisimama wakatupa faida, lakini bahati ikawa imeniangukia mimi, kwa sababu nadhani mimi ni mchache wa maneno, huwa natumia dakika chache na wazee wamechoka. Kwa hiyo ikawa hiyo nafasi imenipendelea mimi kwa sababu ya uchache wa kuongea muda mfupi. Inshallah Mwenyezi Mungu anijalie niweze kuongea na tuweze kupata faida nyinyi na mimi mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye alijengeka kabla ya kupewa utume kwa kusema kweli, kiasi ilipofika amri ya Allah awaamrishe watu wake wa karibu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipanda katika Jabal Swafa, akawaita fukwe zote za Makuraishi. Wenyewe wakawa wanasema, ni nani anayetuita? Wakaambiwa huyo ni Muhammad. Wakamkusanyikia wote. Kabla mtume kuwaambia lile alilowaita, aliwauliza kwanza, araaitum in ahbartukum anna al-khayla takhruju bi safhi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya? Mwaonaje nini Makuraishi nikiwapa habari hili jabali, chini ya jabali atatoka farasi, je, mtaniamini? Jibu la Makuraishi walisema, ma jarabna alaika alkadhiba, hatukuwahi kusikia au kusikia urongo juu yako. Tangu wewe unakuwa mpaka hivi hatukuwahi kusikia ukisema uongo hata siku moja. Maana utakalolisema sisi tutakuamini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inni nadhiru lakum, mimi ni mwafishaji kwa nyinyi. Walipoambiwa maneno hayo, alitokea mtu wa karibu mbele ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, tabbalaka, wewe Muhammad umeangamia. Ma jamatana illa lihadha, yani ukutukusanye isipokuwa kwa jambo hili tu, hili la utume, hili na kusema wewe ndio nadhibu wewe. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha surati Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba, ila akhir sura. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ameleleka hivyo, ni mtume ambaye amekuja kuletea mambo mazuri mengi na kuondoa mambo mabaya yaliokuwa mengi. Miongoni mwa hayo ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, wa idha bushira ahduhum bil untha dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kipindi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale Waarabu wale wako wanapobashiriwa mmoja wao kuwa amepata mtoto wa kike, ule uso wake ule unakuwa mweusi, hali ya kujaa uchungu na huzuni. Waarabu
hawapendi watoto wa kike, lakini ajabu na wao wanawake, lakini mtoto wa kike akizaliwa anachukia. Yatawara min alqaum, Mwenyezi Mungu anasema anajificha yule Mwarabu kwa kuepukana na watu, yaani watu wasinione mimi nimepata mtoto wa kike. Anajificha kwa sababu gani? Ya lile ambalo amebashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa amepata nini? Mtoto wa kike. Yafikia mahala asema ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fi turab, anakuwa na opsheni mbili tu, aishi naye amtumilie naye hali ya unyonge, aishi naye yule mtoto, ama amfukie, yani amzike aliyakuwa yuko hai katika mchanga. Waarabu walifikia hivyo, hawa mama zetu, dada zetu kipindi hicho kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawana thamani, lakini mtume ambaye aliyekuja akawapandisha daraja wakina mama, ikawa leo wakina mama wana daraja kubwa mno. Mtume amewapa daraja hawa zaidi ya mwanamume baba, lakini kwa sababu gani? Ni mtume ambaye rahmatun lil alamin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetuletea maneno ya Allah yaliyotutaka sisi hawa kina mama kwa kupandishwa na daraja, tukaambiwa waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao wanawake kwa nini? Kwa wema. Walikuwa wakizaliwa mtoto wa kike anaingizwa katika nini? Mchanga, au mtu aishi naye kwa unyonge, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakina mama wakapandishwa daraja, tena tukausiwa kabisa tuishi nao kwa wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataka kutufahamisha hawa wakina mama ni wakina nani, akasema walaita dhakaru kal untha, hakuwa mwanamume ni kama vile mwanamke. Wewe baba ukiishi na mke, ukiishi na mama, ukiishi na mtoto wako, watakiwa kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunajua kumbe mwanamume si sawa sawa na nani? Na mwanamke. Alafu Allah akasema ishini nao kwa wema. Kwa nini tunaambiwa tuishi nao kwa wema? Hawa wakina mama wana nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Myahudi mmoja, akaambiwa mimma khuliqa al-insanu, mwanadamu ameumbwa na nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema min nutfati rajuli wa min nutfati mar'a, mwanadamu ameumbwa kutokana na tone la manii la mume na la nini? Na mwanamke. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa faida yule Myahudi kwa wale wanawake damu yao ni rafiku, ni nyepesi, na wanaume damu yao ni ghalizi, ni nzito. Na kutokana na tofauti ya kimaumbile, ukirejea katika ile aya ya Allah walaita dhakaru kal untha, unapata tabia za mwanamume si sawa na tabia za mwanamke. Mwanamke tabia aliyokuwa nayo anapenda kwa kusikia, akisikia kitu kizuri ndio anapopenda. Lakini sisi wanaume tunapenda kwa kuona. Wengi tuliokuwa hapa walioa, si ajabu alionyeshwa picha, lakini pia akasema huwezi kuniuzia ng'ombe kwenye gunia, nataka nimuone. Lakini wallahi kuna kina mama wameolewa, mume wakuja kumuona siku wa kupewa mkono, kwa sababu wao wanapenda. Kwa nini? Maana yake ukirudi kwenye aya ya Mwenyezi Mungu waashiruhunna bil ma'ruf, wewe mwanamume atakuwa mueleze mwanamke maneno mazuri nyumbani ili uishi kwa amani. Ni lazima huyu mwanamke umjaze maneno mazuri. Ndio maana ukapewa ruhusa hata katika dini, ukimdanganya mkeo upati dhambi. Mswali kwa Mtume Muhammad, kwa sababu yeye anapenda mazuri. Itafikia wakati lile analolitaka yeye wewe una uwezo nalo, na ili ulipatie lile, ndio ndoa inapokuwa imetulizana. Kwa hiyo ruhusa kumdanganya kidogo, ila usimdanganye mpaka kama umebadilika, mume wangu ni muongo, hapo utakuwa umeharibu.
ni matabaka mbalimbali ya nini, ya tabia. Ndio maana tukauziwa hawa wanawake. Miongoni mwa tabia nyingine tofauti, mwanamke kwa wakati mmoja aweza kufanya kazi nyingi kutokana na ile damu yake rafiki, damu nyepesi. Asubuhi aweza kaamka kaloweka nguo pale, wakati huo kabandika maharage, wakati huo kaloweka nguo, alionyesha mtoto, wakati huo angalia mpaka TV, wakati huo si kuna jambo gani anafagia, anataka kufagia, wakati huo kambeba mtoto mgongoni. Yaani kazi moja, wakati mmoja anafanya kazi nyingi kutokana na damu yake rafiki. Sasa fika wakati wewe mume unataka chai, unamwona yule mwanamke anafuta nguo, unataka chai, mletee chai, wamuona huyu apokea kuni kwenye sufuria ya maharage. Hana dharau, ndio maumbile yake. Waashiruhunna bil ma'ruf. Hata wewe mwanaume, kutokana na damu yako nzito, huwezi kufanya kazi wakati mmoja kwa kazi nyingi, huwezi. Ukiitwa na mkeo asema wewe unaniona nafanya kazi hapa, mbona aniita? Subiri malize kazi yangu ndio nitakuja. Na hizi ndio tabia zetu wanaume. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hawa wanawake ni Uislamu. Hawa ni wapungufu wa nini? Kwa nini? Wao maumbile yao ili dini ipatikane nyumbani mpaka wewe umuongoze, kwa sababu wao ni wapungufu wa dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wameumbwa kutokana na ubale wa kupinda, na ile sehemu ambayo iliyopinda ni ile sehemu ya nini, ya juu. Wanazuoni wanasema sio kama ule ubavu ni sehemu ya juu ndio iliyopinda, ni fikra. Mwanamume kwa mwanamke ana 10% za akili ziada, mwanamke anazidiwa 10% na mwanamume. Hata wao walioendelea, hao ambao wanajiita wanaharakati, yafikia wakati hata kule mashule wanapunguziwa wastani wao wa kufaulu, kwa sababu sisi wanaume tunawazidi 10% ya akili ya wanawake. Lakini hawa wanawake Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hisia kali kuliko wanaume, na hii inatokana na nini? Na wao ndio walezi wa watoto. Mama ikakaa ndani akasikia kelele au akahisi kelele za mwanae kama ajali, na akitoka mtoto kule kapata ajali. Hii ndio maumbile ambayo wanawake Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ndio maana Allah kupitia Bwana Mtume akawapandisha thamani. Imekuja riwaya kuwa mmoja kati ya sisi anapokufa mama yake hushuka malaika. Malaika wale akasema matatillati kunna nukrimuka min ajliha fa'mal amala salihan nukrimuka min ajliha. Amekufa yule ambaye kwamba sisi tulikuwa tunakupa riziki kupitia yeye. Leo fanya amali njema, tukirimu sisi riziki yako kwa hiyo amali njema. Kumbe hata riziki zetu zinapitia kwa kina mama. Leo yeye akasimama mtu akadai Uislamu unamnyonya mwanamke. Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyempandisha daraja mwanamke. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wanawake ni kitu muhimu katika dini. Leo ukimuuliza Sheikh Ramba katika michango ya kina baba na kina mama, atakwambia kina mama ni mchango mwingi. Ni kweli kina mama. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini imepitia kwa mama Khadija. Leo asimama mtu anaona Waislamu wanamnyongesha mwanamke, hawampi haki zake. Waislamu ndio waliompandisha daraja mwanamke katika ulimwengu kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi wa baba tukapatia ubavu ule wa kupandishwa daraja na wanawake, na sisi tukaingia. Baada aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wala tushriku billahi shay'an wa bil walidaini ihsana
tukapitia ule kupandishwa daraja wanawake, na sisi tukaingia tukaambiwa wazazi wawili nao tunatakiwa kuwa watu watendeni wema, lakini hatukupata ule wema isipokuwa kupitia kwa wanawake. Na dalili ni ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni nani mzuri wa kusuhubiana naye, Mtume alimtaja mama mara ngapi? Mara 3. Daraja ya mama ni mara 3. Leo Muislamu unalalamika sema mama yake hana thamani, mwanamke hana thamani katika dini ya Kiislamu. Hapana ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameleta daraja kubwa mno kwa kina mama. Asante. Sisi tukapata daraja kupitia kwa kina mama. Kwa hiyo ndugu zangu, tukiishi nao mule majumbani, tuishi nao kwa wema. Hebu muangalie Firauna na tabu zake zote alizokuwa nazo. Kama sio mama, Musa angelichinjwa. Kama sio mama, Musa angelichinjwa. Firauna ilifika wakati kakaa na ule Musa, akiingishwa hizi ndevu, asikia maumivu na ni mtoto mdogo. Firauna alikuwa mwerevu, sio mjinga hivyo. Asema huyu ndiye huyu mtoto atakayeondoa ufalme wangu. Huyu ndiye mtoto gani mwenye nguvu? Lakini mke kwa sababu anakuwa wakubwa akamwambia muache, tunafanya mtoto huyu. Kapua maneno matatu Firauna huyo atulia. Musa akalelewa pale pale kwa Firauna. Musa huyu nilomtaja ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika sura Al-Kahf akasema wa auhaina ila ummi Musa. Ilikuwaje? Musa alizaliwaje na mama alipata tabu kiasi gani kumzaa Musa? Wasema leo Firauna wakati Musa ndio anataka kuzaliwa ndio alizidisha walinzi katika kila mama wa Bani Israeli mwenye mimba kaika walinzi. Imefikia siku mama wa Musa ana utungu, yule mkunga akapewa salamu aje amzalishe mama wa Musa, aingia walinzi wako nje. Mama wa Musa akamzaa Musa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa nuru katika macho ya Musa, yakaenea katika miswali ya yule mama. Yule mama akapata mapenzi ya kumpenda Musa, hajawahi kupenda kitu chochote kama vile anavyopenda Musa. Yule mama anamwambia mama Musa, muhifadhi mwanao. Wallahi nimekuja hapa, lau kama azaliwa mtoto wa kiume ilikuwa niwaite wale walinzi, lakini nikakuta nimepata mapenzi makubwa ya kumpenda mwanao, kwa hiyo muhifadhi. Basi mama yule akamuhifadhi yule mtoto vizuri. Mara sikia dada wa Musa anapiga kelele, waliona kule. Yule mama akamchukua Musa akamshusha kwenye tanuri, tanuri linalowaka moto. Anakuja wale wakunga pamoja na yule mlinzi tena, wamuulize mama vipi? Asema sijajifungua, kwa sababu yule mkunga naye kasema uongo, asema hajajifungua. Mwenyezi Mungu akamjalia mama wa Musa aonyeshe dalili yoyote ya kuzaa. Wale walinzi kutoka, yule mama asikia mtoto wake analia katika tanuri, anaenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia ule moto kumu kaka wa salama ala Musa. Mtoto mzima. Sasa Mwenyezi Mungu, namalizia aya yangu, alipomwambia mama wa Musa, alipomwambia ati mnyonyeshe, fa idha khifti alayhi fayalqihi fil yammi. Hebu angalia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mama anaambiwa ukiogopa mtumbukize baharini. Kwa mama mtoto wake kumtumbukiza baharini ama kuishi naye mwenyewe mpaka ajeshikwa, bora nini? Bora kuishi naye. Lakini mama alikuwa ni mtu ambaye mwenye dini kikweli kweli. Maneno ya Mwenyezi Mungu ile alipoletewa ule wahyi ulimuingia, akaona amtumbukize mwanawe wapi? Baharini, kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa ahadi kuwa atamrejesha na atamjalia ni katika mtume Musa. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullah.
Sheikh Mrimu ibnu alimul allama Sheikh Suleiman bin Bwana, sijapatapo kukusikia kuzungumza kama leo.